Naomba tutulie kusikiliza neno la Mungu. Tuketi. Kwa heshima naomba tutulie tusikilize neno la Mungu. Wakristo wapendwa, karibuni kwa somo la pili. Vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu, tunajua ya kuwa yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka pamoja nanyi mbele yake. Haya yote nayavumilia kwa ajili yenu, ili shukrani ya wengi zaidi neema iongezeke na kumtukuza Mungu zaidi. Kwa hiyo hatulegei hata tukikaa nje katika ubinadamu wetu, maana ndani yetu tunafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana taabu nyepesi na ya muda itatupatia utukufu mkuu unaopita kila kiasi. Sisi tusiosikizia macho vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana tunajua ya kwamba hema yetu iliyo kikao chetu cha dunia inapong'olewa, tunalo jengo linalotengwa kwa Mungu. Ndivyo nyumba isiyofanywa kwa mikono, bali iliyo nyumba ya milele mbinguni. Neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Wanaheri watu wanaokufa katika Bwana, watapumzika taabu zao, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, viuno vyenu viwe na ukanda na taa zenu ziwake. Muwe kama watu wanaomngoja bwana wao hata arudipo harusini, ili wamfungulie mara anapokuja na kubisha mlango. Wenye heri watumishi ambao Bwana anawakuta wanakesha wakati wa kufika kwake. Amin, nawaambieni,
atajiweka tayari kuwaandalia, atawakalisha mezani, atawajia na kuwatumikia. Hata akija zamu ya pili au zamu ya tatu na kuwakuta hivi, wenye heri watumishi hao. Lakini fahamuni haya, kama mwenye nyumba angeijua saa ya kuja mwizi, hangekubali nyumba yake ivunjwe. Nanyi muwe tayari, kwa kuwa Mwana wa Mtu atakuja saa msioidhania. Injili ya Bwana. Nanyi muwe tayari, kwa kuwa Mwana wa Mtu atakuja saa msioidhania. Mwaka huu, mwaka wa 2025, ni mwaka wa jubilei. Katika kanisa lote ulimwenguni tunasherehekea mwaka wa Bwana. Mwaka wa 2025, kila miaka 25 inakuwa ni mwaka wa jubilei. Na mwaka huu basi umewekwa kuwa mwaka wa matumaini. Na Baba Mtakatifu ameweza kutuandikia ujumbe wa kuwa na matumaini, kutumainia kile ambacho Mungu mwenyewe ametutayarishia. Baba Mtakatifu anasema matumaini ni kutarajia yale mazuri au mema ambayo pengine hatuyaoni. Na yeye ametuweka sisi zote kuwa mahujaji wa matumaini. Mahujaji wa matumaini pamoja kwa sala. We have been designated this year, all of us, to be pilgrims of hope. We are on a journey. We are on a pilgrimage. We have the hope that one day we shall have the goodness of the Lord. Hivi leo tuko hapa kutoka pande zote za nchi yetu, pande zote za ulimwengu, kuja kutoa heshima zetu kwa mmoja wa mahujaji wa matumaini, ambaye ni mheshimiwa marehemu Moses Njendi Malulu. Huyu amedhihirisha ushupavu wake kwa imani na matumaini. Yeye ameweza kuweka alama yake katika huu ulimwengu, katika ile kazi na maisha yake ambayo ameyaishi. Na heshima zetu ni nyingi sana kwake. Na sisi tuna matumaini na tuna imani ya kwamba Mungu atampokea baada ya safari yake hapa duniani. Tunaleta sala zetu, tunajiunga na familia yake, ile ambayo ameweza kusafiri nayo kwa njia ya imani na kujitolea hadi wakati yeye mwenyewe ameweza kuondoka katika huu ulimwengu. Hivi leo tunampigia kwa heri kutoka ulimwengu huu mmoja wa watumishi wa Mungu, ambaye pia alikuwa ni kiongozi katika nchi hii, akiwahudumia watu kwa kujitolea na kwa imani. Bila shaka wengi wetu tulimjua na tuliweza kumpongeza kwa kazi yake ambayo ni nyingi aliyoifanya. Hivi leo basi hatuko hapa kuomboleza, tuko hapa kumshukuru Mungu kwa ajili yake.
na tunamshukuru Mungu sana kwa kazi ile ambayo alitekeleza katika huu ulimwengu. Ukiangalia maisha yake, unaona ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mwelekeo. He had focus. He knew what he wanted to do, and he knew what he wanted to achieve. And I think in his life, he was able to achieve much more than he could imagine. Na sisi tunamshukuru Mungu na kuomba ya kwamba Mungu aweze kumpa maisha ya mbinguni, na aweze kubariki familia yake, na aweze kubariki nchi yetu. Ni kiongozi ambaye alikuwa na mipango, kiongozi ambaye alikuwa na maono, na tunaomba ile mipango na maono aliyokuwa nayo yaweze kuendelea katika maisha yetu wale ambao tumebaki. Somo la kwanza linatukumbusha ya kwamba kuwa mtu ambaye anastahili Mungu sio miaka, sio umri, ni kumjua Mungu. Ingekuwa ya kwamba wanadamu wangejulikana kwa umri wao, kwa miaka yao, wanatuzwa kwa sababu wamemaliza miaka mingi, basi kuna watu wengi ambao wameaga, ambao hawangeweza kutukuzwa au kuweza kupongezwa au kukumbukwa. Mungu anatukumbusha katika kitabu hiki cha Hekima ya Sulemani ya kwamba sio miaka mingi, sio mvi, sio umri, ni kumjua Mungu ndio kitu ambacho ni cha thamani zaidi katika maisha ya mwanadamu. Nimeona kwamba Mheshimiwa marehemu alizaliwa mwaka 66. Kwa makizio ya mwanadamu na mafikirio ya watu, huyo bado alikuwa ni mtu ambaye angeishi aendelee kufanya kazi yake. Sisi kama binadamu tunasema alikuwa bado ni kijana, lakini tunaambiwa hapa ya kwamba Mungu amemuona anastahili hata katika huo umri. Kumbe unaweza kufanya mambo mema katika umri wako, uwe ni mdogo, uwe ni mkubwa. Mwezi wa 4 mwaka huu, Baba Mtakatifu atamtawaza kijana mmoja